Mwanzoni tunaanza na mwanaume mwenye hofu kubwa sana ya kupoteza maisha yake. Muda huo huo kuna kelele za kutisha za mwanamke zinasikika kutoka chumbani. Alipojaribu kutoroka, dirisha lilikuwa limefungwa ghafla, akawa ameingia katika chumba kingine. Kisha tunamuona mwanaume huyo akiwa juu ya roshani, kisha akawa amejirusha chini kujiondoa uhai wake. Sasa hii inaitwa santeti, ni aina hatari sana ya kutisha uchawi mweusi. Miaka kadhaa iliyopita, serikali ya Indonesia ilijaribu kupitisha sheria kali sana juu ya uchawi huu, lakini ilishindikana kwa sababu ni vigumu kuthibitisha kwa ushahidi mambo ya kichawi. Mambo ya serikali na uchawi wapi na wapi? Basi simulizi inahamia moja kwa moja kwa bwana mkubwa mmoja anaitwa Randy. Akiwa safarini ametoka Marekani akiwa na mke wake na binti zake wawili. Mke wake anaitwa Laura na binti zake wawili Kerry pamoja na Alia. Walienda moja kwa moja kumtembelea mama yake Randy. Walipofika wakakutana na watumishi wa nyumba hii, Rahmati, Sri pamoja na Fatma. Hawa ndio mara nyingi huwa wanamhudumia mama yake Randy. Kijana akaipeleka familia yake kwenda kumuona mama yake, lakini akawa ameshangaa sana baada ya kumuona mama yake ni mgonjwa na hawezi kabisa hata kuzungumza. Baadaye mama yake alipogeuka kumwangalia mtoto wake akawa amepiga kelele kali baada ya kumuona mwanaye kafika hapo. Hili jambo lilikuwa limeogopesha sana watu. Akamfuata Alia kama anataka kumshambulia, lakini Randy pamoja na Fatma wakawa wamemzuia. Randy akawa ameona majeraha ya ajabu sana katika mguu wa mama yake. Baada ya muda akawa amemfuata mke wake kwenda kumtuliza kidogo na kumpa pole kwa huo ukaribisho. Akamwambia kwamba labda bado mama yangu ana msongo wa mawazo baada ya kuwa amempoteza mume wake, sio jambo rahisi kwa yeye kuyamudu maumivu hayo. Laura akamuuliza vipi kuhusiana na mguuni kwake, mbona kuna majeraha ya ajabu, ni vyema ukampeleka hospitalini? Mwanaume akasema sawa, kesho atalifanyia kazi jambo hilo, na akawasii wawe huru, mahali hapa ni salama sana kwao. Watoto wakiwa chumbani wanapangapanga vitu, Kerry akiwa dirishani akaona kama kuna mwanamke amesimama nje. Dada yake akawa amemwambia kwamba jiandae, panga vitu vyako sawa. Binti baada ya kugeuka tena kurudisha kichwa dirishani, yule mwanamke hayupo, katoweka. Wakati wa chakula cha usiku, Randy akawaambia familia yake kwamba kesho nitawapeleka katika maporomoko ya maji huko, twende tukafanya utalii wa ndani. Hili jambo watu wakawa wamelikubali kwa upendo kweli. Wakiwa wanaongea, Kerry akawa amemuona bibi yake tena anashuka ngazi kwa kutambaa, akawa amemjulisha baba yake. Wakaenda kumsaidia mama huyo, lakini mwanamama huyo akaanza kupiga kelele tena. Fatma na wengine wakawa wamefika hapo kujaribu kusaidia. Ghafla akaanguka na kutapika damu pamoja na vitu vya ajabu kweli kweli, misiri ya funza, misumari na vipande vya kioo. Kisha akawa ameanguka chini na kuzimia. Randy ikabidi kumchukua mama yake na kumpeleka hospitalini moja kwa moja, lakini mwanamama Laura akawa amebaki pamoja na watoto nyumbani hapo. Randy alipofika hospitalini akawapa ruhusa Fatma pamoja na Ahmati warudi nyumbani, yeye atabaki hospitalini hapo kumtazama mama yake. Hospitalini baada ya uchunguzi, daktari akamwambia Randy kwamba mama yako inaonekana hana tatizo la aina yoyote la kiafya. Kilichomtokea mama yako ni kitu cha ajabu, ni sawa sawa na kitu ambacho kilimtokea baba yako. Sasa upande wa mgonjwa, mama yake Randy akiwa amelala, ghafla kwa ameamka. Randy alivyoingia ndani kwenye wodi ya mama yake akamkuta mama yake kasimama kwenye dirisha akiwa amejirusha mpaka chini na kuumia vibaya. Sasa Randy ikabidi kumpigia simu mke wake na kumwambia kwamba madaktari bado wanafanya vipimo juu ya mama yake, hivyo atalazimika kubaki hospitalini hapo usiku kucha akiangalia maendeleo ya mama yake. Usiku huo Kerry akaenda chumbani kwa dada yake Alia, lakini Alia alimuona akawa amemuuliza unafanya nini kwenye chumba changu, lakini baada ya kuingia kwenye chumba chake hakumkuta tena mdogo wake Alia, alimkuta bibi yake yuko hapo. Binti akapiga kelele kuomba msaada. Mama yake alipofika hapo, binti akasema kwamba nimemwona bibi akiwa ndani ya chumba changu. Mama yake ikabidi kwenda tena kuangalia bibi yake ikatoka wapi, wakati wanajua bibi yao amepelekwa hospitalini. Kufika huko hamna mtu yoyote eneo hilo. Asubuhi Randy akawa amerudi nyumbani. Baada ya kuwasalimia watoto akawaomba aongee na mama yao, hivyo watoto wakawa wametoka hapo. Randy akazungumza na mke wake akamwambia kwamba nadhani wewe ungerudi Marekani, wewe pamoja na watoto wote. Kuna vitu vinavyoendelea kwenye hii nyumba, sivioni kama ni salama kwenu kuendelea kusalia hapa. Mwanamke akauliza kwa nini sisi tuondoke tukuache wewe hapa? Siwezi kuondoka hapa nikakuacha wewe nyuma. Unataka tuwe salama kutoka kwenye nini? Yaani kwa nini sisi tuondoke hapa tukuache wewe? Akasema kwamba watoto wanaogopa lakini wapo salama, hatuwezi kabisa kuondoka tukakuacha mwenyewe hapa. Baada ya muda Randy akawa ametoka akaanza kukagua mazingira kwenye hii nyumba. Akawa amepata sehemu akaanza kuchimba mashimo bila yeye kujua kwamba mwana mama ama mwana dada Fatma alikuwa anatazama kila kitu kinachoendelea hapa. Laura akiwa na watoto wakawa wameenda kuhemea vitu, lakini akiwa huko akaona kuna mzimu mmoja wa kike unaelekea uelekeo wa Kerry, huko unakimbia kama kiberenge. Binti akawa amefika hapo kwenda kujaribu kumnusuru mtoto wake kwa kumsukuma pembeni, mtoto akawa ameanguka chini. Lakini sasa Laura anasema kwamba kuna mwanamke amemwona, mwanamke wa ajabu kafika hapa. Watu wanashangaa, mwanamke gani? Mbona hamna kitu chochote kilichoonekana hapa? Baada ya Kerry kuwa amesukumwa na mama yake kudondoka chini hapa, aliumia mkononi. Walivyorudi nyumbani, Randy akawa ameiona alama ya jeraha kwenye mkono wa Kerry.
Randy akauliza, Keri, umefanya nini? Mtoto akawa amedanganya kwamba alidondoka. Mama yake akawa ameshindwa kusema ukweli kwamba yeye ndiye aliyemsukuma. Binti mkubwa Alia akasema kwamba mama ndiye aliyemsukuma Keri akaanguka. Mama akamaindi kweli, kwanza akawafukuza watoto wote hapa, nataka kuongea na baba yenu. Mama akaanza kuongea na mwanaume. Mwanaume kafura kwa sababu kaona kwamba huyu mama ndiyo sababu mtoto wake Keri kaumia. Laura akasema kwamba yawezekana kwa sasa naenda kuwa mwenda wazimu kwa sababu sielewi, naanza kuona vitu ambavyo havipo. Akasema kwamba hili jambo mara nyingi amekuwa akilalamika Alia kwamba huwa anamuona mama yako anamtembelea kwenye chumba chake. Mwanamke akamsii sana mme wake amuelewe kwa kile anachokizungumza. Anataka kujua nini kinachoendelea kwenye hii nyumba, mbona kama kuna kitu anafichwa. Yawezekana huyu mwanaume kuna kitu anakijua. Mwanaume akasema kwamba yeye hajui kitu chochote. Kwanza mimi nilikuambia wewe uende Marekani na umeng'ang'ana kubaki hapa, kwa hiyo usinilazimishe mimi kujibu chochote unachoniuliza, mimi mwenyewe sijui. Mwanaume akawa ametoka hapo kwa hasira. Baadaye Laura akiwa jikoni, ghafla akamwona mwanamke yule yule kafika hapa, akawa amemshambulia kwa kisu shingoni. Binti kwenye makelele, Fatma akawa amefika hapa kwenda kumtuliza. Hakuna kitu chochote kilichotokea. Laura akiwa na hofu kinoma, kaonja maumivu ya kisu. Fatma akawa amemchukua huyu mwanamke na kumpeleka sehemu ambapo alimuona mme wake anachimba mashimo. Wakawa wamefika hapo, wakawa wanashangaa tu nini kinachoendelea, midomo wazi, kwa sababu mashimo haya yamechimbwa na mme wake na hawajui anamaanisha nini. Wakati huo usiku, upande wa watoto, Alia akiwa chumbani yuko bizi sana kuchora, akaanza kusikia kama kuna mtu anajaribu kufungua mlango wake. Yeye akawa na mawazo kwamba pengine ni mdogo wake ndiye anajaribu kufanya fujo hizo. Akamwambia kabisa taki matani hayo, lakini zile fujo zikawa zimeongezeka, nati zikaanza kudondoka, kitasa kikawa kimeanguka kabisa chini, mlango ukawa umefunguka na ikasikika sauti ya mwanaume akiwa analia kwa kugumia nje. Binti alivyotoka akamwona baba yake yuko bizi kutoa kitu fulani hivi ndani ya tumbo lake. Binti akamkimbilia baba yake na kwenda kumkumbatia, akaanza kuita msaada akimwomba mama yake pamoja na Fatma waje hapo. Kweli baada ya wote kufika hapo, binti anakuja kushtuka, yuko peke yake, hakuna kitu chochote alichokishikilia. Anasema kwamba alikuwa na baba yake hapa kamshikilia, lakini hajui baba yake ametoweka muda gani. Asubuhi iliyofuata, Fatma akaona alama za michubuko migongoni mwa Laura, lakini Laura hakujua hizo alama zimetoka wapi. Akaenda moja kwa moja chumbani kwenda kujiangalia vizuri, hiyo michubuko ni michubuko ya ajabu, imetokea wapi? Fatma akamjulisha Laura, akamwambia kwamba kuwa makini kwa sababu alama kama hizi niliziona kwa mama yake Randy kabla hajaanza kuumwa. Inaonekana kabisa kwamba kuna mtu ametumia kitu kinaitwa santeti kuiangamiza familia hii. Laura ikabidi kuuliza santeti ni nini? Fatma akasema kwamba huo ni uchawi mweusi ambao mara nyingi unatumiwa kudhuru mtu akiwa mbali. Sasa Laura baada ya kusikia hili akiwa peke yake, ikabidi kufuatilia kujua zaidi santeti ni nini. Akatambua mambo mengi sana, akagundua kwamba uchawi huo mara nyingi hutumiwa na mtu, na mtu huyo huonekana ni kijana kuliko umri wake wa kawaida. Yani mtu ambaye anatumia uchawi wa design anaonekana bado ni kijana, ni kinda, ni mdogo. Sasa kwenye kuchunguza zaidi, akawa amefahamu mtu mmoja anaitwa Dharma. Akahisi kabisa pengine atapata msaada kwa mtu huyo. Moja kwa moja ikabidi kwenda katika kiwanda cha Dharma. Akiwa hapo, kiwanda hichi kiwa kimefungwa. Akiwa nje akakutana na mwanaume mmoja anaitwa Hendra. Hendra akawa amejitambulisha kwa huyu mwanamke na akawa amemfahamu moja kwa moja kwamba huyu mwanamke ni mke wa Randy, kwa sababu yeye ndio mtu pekee alikuwa mwanamke wa Kimarekani katika mji huo. Laura akauliza kiwanda hichi kimefungwa kwa muda gani? Jamaa akasema ni takriban miaka 3 kwa sasa. Hendra akampeleka ndani na kumuuliza umefuata nini hapa? Laura akasema kwamba aliona jina la baba mkwe wake kwenye bango, hivyo akaamua kuja hapa kuangalia. Hendra akamwambia kwamba hapo zamani za kale hiki kiwanda kilikuwa ni kiwanda kikubwa sana na kilikuwa na wafanyakazi takriban 600. Akasimulia kwamba kuna mwanamke alikuwa anaitwa Amba ambaye alikuwa karibu sana na mmiliki wa kiwanda hiki, yani bwana mkubwa Dharma. Ndiye mtu pekee ambaye alikuwa anaaminiwa sana na bosi mkubwa, lakini siku moja mwanamke huyo, yani Amba, alitoweka ghafla tu. Yani hamna stori zozote kuhusiana na huyo binti alienda wapi. Kuna watu ambao wanaamini kwamba pengine alipata mpenzi akaamua kuondoka naye, lakini kuna wengine wanaamini pengine Amba alipata kazi bora hapa Yakta kuugua. Baada ya muda Dharma aliugua na kiwanda hiki kikawa kimeachwa bila msaidizi wa aina yoyote. Hendra akamwonyesha picha ya Amba pamoja na Dharma. Sasa binti baada ya kuitazama vizuri hii picha, hakuwa amegundua kwamba huyu binti anayeitwa Amba ndio mwanamke yule yule aliyemuona kule supermarket akijaribu kumshambulia, na mwanamke huyo ndiye alimshambulia nyumbani. Baada ya hapo Laura akaenda moja kwa moja hospitalini. Alipofika hapo akawa ameshangaa sana baada ya kumuona mama mkwe yuko katika hali mbaya na mume wake hajawahi kumwambia kitu chochote kuhusiana na mama yake kinachoendelea hospitalini huko. Akamuuliza huyo mwanamke nini kilichokutokea, lakini mwanamama anajaribu kuzungumza lakini hawezi kuzungumza vizuri. Sasa upande wa nyumbani
Keri akaenda chumbani kwa Fatma. Alikuwa na njaa. Baada ya kufika hapo, mlango ulikuwa wazi, hivyo binti akawa ameingia ndani na Fatma akuwepo ndani hapo. Binti akawa ameona picha moja, akawa anatazama. Fatma akawa amefika hapo, akamuuliza, Keri, unafanya nini ndani hapa? Binti akawa ameomba radhi kwa kuingia ndani bila ruhusa ya Fatma, na akawa amemwambia kwamba yeye njaa inamuuma. Akawa amuuliza, vipi, hii picha ni ya kwako? Fatma akasema ndiyo, huyo unayemuona kwenye hiyo picha ni mimi pamoja na mama yangu. Hapo mimi nilikuwa na miaka 8. Binti akasema, umefanana sana na mama yako. Basi Fatma akawa amemchukua binti na kumpeleka kwenda kupika. Baada ya muda, Renda alivyorudi nyumbani, mke wake hayupo hapo. Akauliza watu wote huko ndani, hamna anayejua mke wake kaenda wapi. Hili jambo kidogo Renda lilikuwa limemkera kwa sababu hata binti hapokee simu. Baada ya muda, Raula akawa amefika hapo. Akaomba Fatma apishe kidogo, ana mazungumzo na mume wake. Mwanamke akaanza kumhoji mume wake kwamba, kwa nini hukuniambia kuhusiana na kile kinachoendelea kwa mama yako? Kwa nini hukuniambia kwamba mama yako alikuwa anajaribu kujiondoa uhai wake yeye mwenyewe? Mwanaume akawa ameuliza, kwa hiyo ulienda hospitalini bila ruhusa yangu, si ndio? Mimi sikutaka kabisa wewe ujue kuhusiana na kile kinachoendelea kwa mama yangu. Sikuhitaji wewe upate mashaka aina yote. Mwanamke alisema, basi sawa, vipi kuhusiana na Amba? Amba ni nani? Na kwa nini mimi nimekuwa nikiendelea kuona mzibu wa Amba kila mahali? Hii inaonyesha kabisa kinachoendelea kwenye hii familia kinahusiana na Amba. Amba yuko wapi? Yaani nini kilichomtokea Amba? Mwanaume alikuwa amekataa kabisa kuzungumzia hilo jambo. Anasema kwamba Amba hamjui. Amba sio kitu chochote kwake, wala hahitaji chochote kujua kuhusiana na huyo binti yuko wapi. Sasa binti akaanza kuhisi pengine mume wake kuna jambo analijua na anamficha. Binti akawa amekomaa, sikuachi leo, ni lazima uniambie nini kilichomtokea Amba. Yawezekana kabisa Amba ndiye anahusika na haya mambo yote. Mwanaume kakaza, hamjui. Laula na yeye kakaza, hataki kumwachia huyo mwanaume kumpa gepla aina yote, anahitaji kujua ukweli. Randi kwa hasira akasema kwamba huwezi kumuona kwa sababu Amba tayari amekwisha kufa. Kisha akawa ameondoka hapo kwa hasira na akawa amerudi hospitalini. Baada ya kufika hospitalini akawa amewaruhusu wengine wote, yeye atabaki na mama yake siku hiyo hospitalini hapo. Usiku mtoto Keri kalala, mara roho ya Amba ilikuwa imefika hapo ikiwa katika mwili wa mama yake, ikaanza kumshambulia. Sasa kwenye kuomba msaada, dada Alia akawa amefika hapo kujaribu kumsaidia, akamkuta mama yake ndio anamshambulia Keri. Binti kuingilia akawa ameshambuliwa na yeye. Wakiwa hapo, ghafla Laura Alisa akawa ameingia hapo kusaidia watoto. Sasa wote wanakuja kushangaa, wanaona kuna watu wanafanana hapa. Nini kinatokea? Baada ya hapo, watu wakaamua kuchomoka hapo mbio, wakiingia ndani ya gari, wanajaribu kumpigia simu Rendi, simu hazitoki, mtandao hakuna kabisa. Ikabidi waende moja kwa moja moteli siku hiyo kwenda kujihifadhi huko. Upande wa ndani tunamuona mwana dada Fatma akiwa bize anafanya ibada ya kishirikina, na mbele yake kuna picha ya familia ya Rendi. Hii inaonyesha kwamba yawezekana binti Fatma ndiye mchawi ambaye anailoga hii familia. Sasa upande wa hotelini, Laura akiwa amelala anakuja kushtuka, mtoto wake Keri hayupo hapo kitandani. Akaanza kumtafuta, ghafla akawa amepokea simu kutoka kwa binti Fatma. Anamuuliza kwamba kwa nini umemwacha Keri nyumbani peke yake? Laura akawa ameshangaa, Keri yupo huko? Fatma akasema ndiye yupo huku. Basi sawa, narudi hapo nyumbani haraka sana. Ikabidi tena mwanamama Laura ambebe tena binti yake Aria na warudi nyumbani huko kwenda kumchukua Keri. Sasa hospitalini, Lende akiwa na uchovu akawa ametoka hapo ili kwenda kuchukua kahawa kidogo, akawa amemwacha mama yake. Sasa aliporudi akashangaa kumuona mama yake kasimama. Baada ya kufika hapo anamuuliza mama yake akasema kwamba Rendi, wasaidie familia yako, kisha akawa ameanguka chini. Sasa kijana akiwa hapo anajaribu kumsaidia mama yake, anashangaa kuona wauguzi wako bize kuingia kwenye wodi ya mama yake. Kijana anakuja kushtuka, yuko peke yake hapo. Ikabidi kwenda kwenye wodi ya mama yake. Kufika huko akakuta habari mbaya kwamba mama yake amekwisha kufariki dunia. Baada ya muda akawa amewapigia familia yake, lakini familia yake bado iko kwenye hofu kubwa. Ikamwambia kwamba rudi nyumbani haraka sana, kuna kitu kibaya kimemtokea mtoto Keri. Watu wote walipofika nyumbani wakamkuta Keri kalala kwenye jakuzi anakula zake bata. Baada ya kufika hapo anajaribu kumuuliza binti, si akazama kwenye maji. Bwana mkubwa Rende akawa amefika hapo, akaanza kumlaumu mke wake, kwa nini anamfanyia hiki mtoto wake. Sasa kwenye kumshambulia mwanamke ikabidi kujibu mapigo. Unaweza kufa kizembe hapa. Mwanamama hakumwamini mtu yote, akachukua watoto akawa ameingia kwenye gari akatembeza chuma. Hana muda wa kupoteza. Rendi yuko kwa mguu anawafukuzia kama Terminator, mbele yao nyuma yao. Binti anakuja kushtuka mbele, kuna mzimu umesimama barabarani, si akajaribu kuukwepa, akawa amepata ajali mbaya sana. Rendi akawa amefika hapo na akawa amewasaidia. Hapa saizi ni kama akili imerudi imekaa sawa. Akawa amewasaidia, lakini Keri yuko kimya. Akawa amemchukua na kumrudisha nyumbani. Rendi akaingia ndani kwenda kuchukua ufunguo wa gari ili wampeleke mtoto hospitalini. Rendi kwenye kutafuta funguo, Fatma akawa amemshambulia kwa kisu. Sasa Fatma kwa sasa anaonekana tofauti kidogo, anaonekana kama mtu mzima sana kuliko mwanzoni. Akamshambulia akamwambia kwamba hivi ndivyo binti Amba alivyojisikia. Rendi akiwa bado anashangaa nini kinachoendelea, Fatma akadhihirisha kwamba yeye ni mama yake Amba, na akawa anamtuhumu Rendi kwamba Rendi ndiye aliyehusika kumuua binti yake Amba. Huyu mwanamama anamwambia kwamba utashuhudia wapendwa wako wote wakiwa wanakufa mbele ya macho yako, mmoja baada ya mwingine.
mwingine akaendelea kumshambulia kwa kisu, lakini Laura akawa amefika hapo na akawa amemsaidia mme wake. Randy akawa ameomba msamaha kwa mke wake na akawa amemwambia kwamba waondoke pamoja na watoto, lakini Laura akawa amekataa, akasema kwamba hamwachi mtu nyuma hapa, lazima waondoke wote. Wakajaribu kuondoka kwa pamoja, lakini Fatma akaanza tena kusema maneno ya kichawi na mara moja akawa amebadilika na kuwa kiumbe wa ajabu kabisa, pepo. Akawa amewashambulia hali alivyojaribu kumsaidia mama yake, lakini na yeye akawa amerushwa chini. Randy akapata nguvu tena, akaenda kupambana na Fatma. Alipoinuka tena akaanza kusema maneno ya kichawi, yani haiishi mpaka iishe. Baada ya muda Kelly akawa amesimama mbele ya Fatma na Fatma akamchukua Kelly pamoja na Alia na akawa ameondoka nao, akawa amepanda nayo upande wa juu. Randy pamoja na mke wake wakajaribu kwenda huko kwenda kuokoa watoto wao, wakamkuta Fatma amemshikilia Kelly. Randy kwa hasira akaenda kumchoma kwa kisu bila kujua kwamba yalikuwa ni mauzauza tu. Huyu mwanamke alikuwa na mpango mwovu kweli kweli. Jamaa anakuja kushtuka, kamshambulia mtoto wake na huyu mwanamke yuko nyuma kasimama tu anamwangalia. Randy kapigwa kiini macho. Baada ya hapo akawa amemchukua mtoto Kelly na kumweka juu ya roshani, anahitaji mtoto ajirushe chini. Randy akaamua kwenda kumfuata tena kumshambulia Fatma, na awamu hii akawa ameanguka pamoja na Fatma mpaka chini moja kwa moja. Yeye pamoja na Fatma wakawa wamefariki hapo hapo, lakini Laura akawa amefanikiwa kumwokoa Kelly. Sasa kwa nini Fatma akubali kufa kizembe namna hii? Hapa lazima kutakuwa kuna mchongo tu. Mwishoni Laura akawa amejiandaa kurudi Marekani pamoja na watoto wake na akawa amemwambia kwamba usafiri umekwisha kufika. Alipotoka hapo, Alia akawa amemuita Kelly kwa jina la Amba. Akamuuliza, Amba, uko tayari? Binti akasema niko tayari mama. Hii ikiwa na maana gani? Hii ikiwa inamaanisha kwamba mwana mama Fatma ndiye aliyekuwa akifanya uchawi wa Santeti ili kuendelea kusalia duniani hapa, akiendelea kuwa mdogo zaidi ili kuhakikisha familia nzima ya Randy inafariki mmoja baada ya mwingine. Na ndiyo sababu ambayo yeye alijiregeza tu na kuanguka muda ule na Randy, lakini yeye mpango wake, yeye alikuwa anajua kabisa ataendelea kubakia duniani hapa akiwa kama binti mdogo na kuendelea kuhakikisha kisasi chake juu ya binti yake Amba kinatekelezeka. Subscribe, share, like, comment. Karibu Swahili Maktaba, chimbo la wajanja.